Habari, kwa majina naitwa Ali Kamandwa, kocha wa BYC. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na michezo hususani collab ya Yanga kwa Abdulhamid Morin ambaye ni raia wa Marekani lakini mzaliwa wa pale Somalia. Huyu jamaa ni kocha mzuri, ni miongoni mwa makocha ambao hawakuwa ni kundi la pili. Tunazungumza makocha wa kundi la pili kwa maana ya sio makocha ambao walicheza mpira kwenye level hiyo ambao watu wengi wanafahamu, sababu mara nyingi wanakuwa wanamaliza kwenye kucheza mpira ndio wanakuaga makocha sehemu kubwa, yani ndio wimbi la kwanza. Wachezaji wazuri ama wachezaji wacheza kwenye level kubwa ndio makocha wengi ambao walipita nyuma, na mara nyingi dunia imekuwa ilizalisha watu wengi wa design kama hiyo. Lakini Morin ni miongoni mwa makocha ambao ni wale makocha ya generation mpya ambayo sio lazima mtu acheze mpira kwenye level kubwa alimradi akawa ili awe kocha bora, isipokuwa ni wale ambao wanatokea kwenye mazingira ambayo kwamba amecheza kwa level ya kawaida lakini ameona experience yake ipo kwenye kufundisha zaidi, sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kuelewa lakini hawawezi kufanya. Kwa hiyo ndio imepelekea dunia sasa hivi kuwa na makocha wengi ambao kwanza ni wadogo, wana umri mdogo, kwa sababu haijalishi kwamba amecheza kwenye level gani, ila tu je, anaweza kudeliver kitu kwenda kwa mtu mwingine kwa design gani na kwa uwezo gani. Ndio makocha wengi wa sasa hivi ambao wapo kwenye generation mpya, ambao ni mojawapo ni Morin. Morin anaongezeka vipi kwenye kikosi cha Yanga, ama ni kwa nini Morin anaingia kwenye kikosi cha Yanga, au anaingia vipi kwenye squad au benchi la ufundi lile ambalo linaongozwa na Pedro Gonçalves? Moja katika vitu ambavyo na imani wa viongozi wa Yanga walizingatia experience ya ligi moja, kwa sababu wamekuja hapa Tanzania kwa muda mrefu, ameshakaa experience ligi, amekaa akiwa kama kocha msaidizi wa George Lwandamina pale Azam FC, ametoka Azam ameenda kufundisha KMC, kwao anaijua vizuri ligi ya Tanzania, najua systematic namna tunavyoendesha ligi na namna mechi zinavyochezwa. Hilo moja. Lakini la pili, makocha wanakuwa na levels tofauti na namna tofauti. Yani basically ni kwamba unaweza ukawa ni binadamu wa kawaida lakini ukawa labda ni mwalimu, mwingine anakuwa fundi garage, mwingine anakuwa doctor. Kwa hata kwenye maelekezo the way mtakavyokuwa mnaelekezana kitu, kuna mtu akitolea mfano anafanania na kazi yake. Ukimwona Morin anaingiaje kwenye squad ya Yanga ni kutokana na aina yake ya saikolojia, yani namna anavyoweza kucheza na anaweza kutengeneza mchezaji kwenye saikolojia. Yani psychology inaonekana kwake ni kitu ambacho kipo better than ever, yani ana uwezo wa kumtengeneza mchezaji kisaikolojia. Na hili wanazingatia vipi? Wanazingatia ripoti ya mwalimu Gonçalves na mechi yake ya ufundi, kwa maana kwamba wachezaji namna walivyopitia raundi ya kwanza ya ligi, umeona wamepata changamoto nyingi kama hivyo majeruhi, ukiangalia safari za huku na za hapa na pale, ratiba kubanwa yani sana, kiasi kwamba sasa wachezaji hawahitaji tena mazoezi makali, hawahitaji vitu vingi, isipokuwa wanahitaji psychology ambayo itawaweka mchezoni ili wajue nini wanatakiwa kupata. Kwa hiyo kwa kuzingatia hivyo, ni sehemu ambapo Yanga wameona kutokana na ripoti, kwa sababu na hii inaonyesha ubora ama mwenendo bora wa kisasa wa kuendesha klabu zetu, kwa sababu waliokuwa wengi walidhania kwamba Yanga
viongozi wa Yanga watachukua maamuzi moja kwa moja kwa kocha Gonsalves kutokana na ile hali ya kuwa watu kwa kusemea vibaya kwamba mwenendo wa timu sio mzuri. Gonsalves havimtoshi viatu vya kuendelea kuinoa Yanga, lakini viongozi ama inatufundisha viongozi wa timu zetu kwamba wasifikirie tu kwamba hichi kitu ni rahisi, kinaendeshwa by professional. Kwa hiyo kama inaendeshwa professional, weka demand zako mezani, weka kitu ambacho unataka mezani, ili mradi mtu acheze humo. Kwa maana hiyo Yanga wamezingatia kwanza ripoti, wamesikiliza ripoti, wameipitia na wameiona ina mashiko, ina sababu ambazo zinampelekea kuwa na excuses ambazo kisoka ama kisasa inakuwa moja kwa moja inakubalika. Kwa hiyo kupitia hivyo maana yake kwamba hatutaendesha tena mpira kwa mihemko, kwamba unapata tu taarifa kwamba au unaona timu haifanyi vizuri, lakini ukipitia details unakuta hiyo ndio timu ambayo imeshinda mechi nyingi kuliko nyingine, timu ambayo haijawahi kupoteza mchezo wote kwenye ligi, timu ambayo imefungwa goli 3 tu toka ligi imeanza mpaka leo. Unaona ni kwamba statistics bado zinaibeba timu licha ya kuwa na mwenendo mbaya ama mwenendo wa kusuasua kwa hizi siku za karibuni, lakini changamoto zinaonyesha zipo nje ya ufundi wa kimbinu ama ufundi wa kiukocha. Yani ni majukumu ama ni matokeo ya mambo tofauti tofauti ambayo yanaikumba timu, ambao kiufundi hayazungumziki kiufundi, ni msingi ambao unatokana na hali ya mwenendo wa situations hizo kuwepo kwa sasa. Kwa hiyo Gonsalves amekuwa kwenye utetezi huo, na nafikiri ni hatua nzuri kwa vilabu vingi barani Afrika pamoja na Tanzania, hususan kwetu hapa, kwamba tusifikie hatua ya kumuondoa kocha au kumfukuza kocha alimradi hujapitia zile statistics, hujajiridhisha namna yeye the way anavyohandle timu, alafu baadaye unampa nafasi nyingine kutokana na kile kilichotokea. Lakini kwa kupitia hivyo unaangalia sehemu gani nini kinatakiwa kirekebishwe. Kwenye hiyo kuangalia nini kitu gani kinatakiwa kirekebishwe, ndio unakuja kukutana na hicho kitu kwamba wanaonelea kumuongeza Morin imadi aongeze kitu kwenye sehemu ambapo wao wanaona kuna changamoto, kwa maana kwamba sasa wachezaji hawahitaji kufanya kazi kubwa kupambana sana, isipokuwa wanahitaji psychology, wanahitaji chakula cha ubongo ambacho ndio kitawafanya wabusti miili yao kwenye kufanya kazi. Unless otherwise wataumia, au kisayansi inaonyesha hawana nafasi tena ya kufanya mazoezi zaidi na zaidi na zaidi, ili mradi nini kuwa vizuri au kuwa beta. Msingi wake ni kwamba timu zinaenda kisasa. Timu zikienda kisasa maana yake ukiangalia na namna ratiba zilivyokuwepo, ukiangalia mfululizo wa game ambazo nenda rudi, usafiri wa hapa na pale, kilomita karibia 4000 mtu anazurura anaenda anarudi, sio kitu rahisi, ni kitu kigumu sana kwa wachezaji. Japo mtu mwingine anaweza akauliza hii si ni kazi yao? Unajua kazi ambayo inatumia akili na nguvu alafu unahitaji maintain tofauti ujue na kazi ambazo wanafanya watu wengine tofauti, kwamba aidha labda unafanya kazi unaamka asubuhi ukienda kazini, kazi za kuandika na nini zina tofauti kidogo na kazi ambazo za kutumia nguvu na akili na udeliver kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ili akapambane. Mfano wake ni hata wa ngumi, kwamba mpiganaji wa ngumi resting yake sio resting kama ya wewe mtu ambaye labda unaamka unaenda unakaa ofisini au unafanya hiki unafanya kile. Msingi wake ni kwamba ndio taratibu za kisoka ama ndio changamoto pia za kisoka zinavyotokea. Kikubwa zaidi ni kufocus the way wewe nini lengo liko wapi. Focus kwenye lengo,
onyesha kile ambacho unaamini kiko bora ili mradi ufikie malengo yako. Kwa Yanga wamezingatia zaidi experience pamoja, wamezingatia na ubora wake wa kucheza na saikolojia kwa wachezaji. Kwa hiyo wameona wamuongeze Amorim kwa sababu hiyo, na imani kwa hicho ambacho wamekifanya wataibusi timu sana, japokuwa pia wana kazi ya kufanya kwenye eneo lao la fitness. Kwenye eneo lao la fitness wana kazi ya kufanya, kwa sababu unapozungumza fatigue inakuwepo, lakini fatigue inategemea the way season ulivyokuwa unaiandaa pia. Hii season haijakuwa ndefu kiasi hicho wala haijakuwa fupi kiasi hicho. Wachezaji wanaingia toka na wananenda rudi. Ukiangalia wametumika sana sehemu nyingi tofauti na kwa muda mrefu sana. Msingi wake adaptation itakiwa ifanyike, na rotation kwa wachezaji wengine ambao hawatumiki kabisa, kwa sababu leo mchezaji ni binadamu. Ukiwa umtumii, manake unamjengea saikolojia ya kwamba hafai kutumika. Hata pale ambapo wanapoona kwamba timu inaonyesha kwamba ina wachezaji 4 mpaka 8 ambao hawako vizuri au wameumia, lakini why kocha adapti kuhamishia nguvu yake kwa watu wengine ambao wapo kwenye squad yake. Ina maana kwamba moja kwa moja inaonyesha kutokuwa kuamini au kuwahitaji tena kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo inaweza kapelekea kutokuwa na upambanaji kwa hao ambao watakaopata nafasi kwa muda huo. Kwa hivyo binafsi kuwashauri kwamba waangalie sana kwenye eneo la fitness, kwa sababu leo wachezaji wanakuwa na fatiki, lakini kuna wachezaji ambao hawajagusa pitch msimu mzima, na unaona round wanaenda game 10 mtu hajagusa pitch. Hajaana hata dakika 15 za kucheza. No, hiki hakiwezi kuwa kitu kizuri, kwa sababu sasa hivi mpira ni kiwanda. Huwezi kusema eti mimi na Messi na Ronaldo. No, mpira sasa hivi ni kiwanda. Msingi wake ni kwamba mpira unachezwa kwenye akili, the way utakapoweza kuadapti mbinu yako au kumwezesha mchezaji mbinu yako ili ya kusaidie, ndio vile ambavyo unategemea kitakachokuja kutokea. Lakini kuwa na mchezaji msimu mzima na umtumii, kwanza unamjengea hofu. Hata siku kimpa na mambo mawili, anaweza akakupa zaidi au akakuangusha zaidi. Kwa hiyo kwa maana hiyo Yanga wanahitaji kulijua hilo, hasa hususan benchi la ufundi wajue kwamba wana wachezaji ambao hawatumii, na kama mtu humtumii usitegemea akupe kitu bora. Na pia tugeuke kwa watu ambao sasa hivi scouters pamoja na managers, inapofikia hatua mchezaji anakuwa amesaini alafu anakaa 10 games agusi pitch, au labda atagusa lakini kwa muda mdogo mno kiasi kwamba inaweza kuathiri performance yake, sababu mchezaji anahitaji kucheza. Mpira ni mchezo wa kucheza, sio mchezo wa kuangalia tu kama mchezaji. No. Kwa hiyo hilo pia ni la kuzingatia, game time, na watu wanaposaini hizi timu wapate game times za kucheza, at least kwenye game 5 mtu apate walau hata dakika 30 ndani ya game 5. Mwalimu mwenyewe agawe, ajue kwamba ndani ya game 5 nataka dakika 30 zichezwe, sababu huwezi kuwa na mchezaji ambaye anakaa nusu msimu wa pitch, nusu msimu anaishia kukaa kwenye benchi. No, sio kweli, sio sahihi, haiwezekani. Maana yake kama umhitaji inabidi mreplace, lete mtu ambaye atakupa changamoto, na watu wako wengi na msingi wake ni kwamba tunahitaji ubora. Kama unahitaji ubora, ina maana
yule aliyokuwa sio bora, umeangalia kwenye msimu umebadilika, tumie mtu mwingine kuliko kuwa na wachezaji 100 wote bado, lakini unaangalia Messi na Ronaldo, Messi na Ronaldo, Messi na Ronaldo. Sio fair. Kwa Yanga kuhusu Amorim wamezingatia zaidi hizo sehemu mbili, experience ya ligi namna, kwa sababu unaona kuna wakati Yanga wanakosa psychology au wanakosa concentration hasa zinapofika dakika za mwisho za mchezo. Kila unapoangalia